kuishi kwa fani, yaani kwa ufupi bora nife. Akaenda kumuuliza Bwana, ndicho kilichomuokoa. Akaenda kumuuliza nani? Bwana. Bwana akajibu akasema hivi, Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikumwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele, wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda nyama wa mwituni na kadhalika. Sasa hapa nataka tuangalie picha ya kuzaliwa kwa Esau na Yakobo. Sara alijijua kwamba mataifa mawili yapo yanashindana tumboni mwao. Sasa Rebeka alipoamua kwenda kumuuliza Bwana, akapata amani. Agano, njia pekee agano ya kuishi kwa amani katikati ya mawimbi na vitu tofauti ni kumuuliza Bwana. Rebeka alipoenda akapata majibu. Sasa tukiendelea kusoma pale chini, tutaona kwamba hawa watoto kuzaliwa kwao, Esau anatoka, Yakobo amemshika kisigino. Tayari mapambano yameshaanza kutoka tumboni. Naomba turudi kidogo. Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza. Kama mtu amepaona Yeremia sura ya kwanza, anza kusoma ule mstari wa 3. Yeremia 1 kuanzia mstari wa 3, ambapo Biblia inasema ya kwamba nalikujua tangu tumboni. Yeremia 1 kuanzia mstari wa 3, tuone namna ambavyo Mungu uumbaji sio wa nje. Watoto tunaowaona ni ulimwengu wa roho. Na hapo pia utapitia kwa muda wako kitabu cha Mwanzo. Watoto wanaanza kuzaliwa katika ulimwengu wa roho kabla hajawekwa tumboni. Yeremia 1:3 na kuendelea. Karibu. Tena siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia mwana wa Yosia wa Yuda, hata wakati ilipochukuliwa mateka Yerusalemu. Ndio. Katika mwezi wa 5. Ilipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa 5. Tuendelee. Neno la Bwana likamjia Yeremia na kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Ishia kwanza, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Sasa nalikujua wapi? Wale ambao tulikuwa tunaenda pamoja katika kitabu cha Mwanzo, tunaona mtu alikuwa mtu kabla hajawa mtu katika utu unaoonekana sasa kama mtu. Ndio maana kitabu cha Yohana 1 mstari wa 1 hadi wa 3 tunaona Yesu alikuwa hapo tangu mwanzo na hakuna chochote ambacho kilifanyika pasipo yeye. Sasa hawa akina Esau walianza kujulikana kabla hawajawa akina Esau wanaoonekana. Tunapoimba wimbo kwamba ulinijua toka mbali, kujulikana na Mungu kutoka mbali kulikuwepo. Ndio maana Yesu alipokuwa anatoka na shushwa na kuja duniani kuja kupata mateso kwa ajili ya kuokoa walimwengu, angepika akajiunga kunywa kahawa na wengine, asingetimiza agano la Mungu. Alichokuwa anakumbuka ni nini? Ni agano lake na Mungu. Yohana 4:34 anasema chakula changu ndicho kinafanya mapenzi. Chakula cha mtakatifu wa Mungu
sio kufanya, sio kuhubiri, sio kuimba, ni kushikilia agano la Mungu katika kile unachokifanya. Kwa mfano, mimi nikihubiri nikaona nimemaliza kuhubiri, hakuna matokeo ya Mungu ambayo tutayapata isipokuwa kuhubiri kiagano, isipokuwa kuimba kiagano, isipokuwa kushauri kiagano, isipokuwa kutenda kiagano. Habari za Nikodemo, alikuwa anajua dini vizuri. Alikuwa anafanya tu. Alipomkuta mtu aliyekuwa anafanya mambo kiagano anayeitwa Yesu, ili watu wasinione nisije nikapata aibu, mwenyewe najua vitu vingi. Akaenda usiku kumuuliza, Bwana, vipi sasa tutazaliwa tena, tutaingia tena kwenye matumbo? Alikuwa anaishi kiolela, alikuwa anaishi kidini, alikuwa haishi kiagano. Yule aliyekuwa anaishi kiagano, mfalme Yesu akampa elimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe ukiishi kiagano katikati ya watu wanaoishi kiolela, utawapa elimu iliyobeba agano. Mwenzetu Ibrahim aliposhikilia agano la Mungu, na Isaka aliposhikilia agano la Mungu, na watoto wa Isaka walipokuwa wanaenda kuishi kwenye agano la Mungu, walipata matokeo kiagano. Mwanzoni tukasema ya kwamba agano ambalo waganga na wachawi wanaliweka linaweza likabatilishwa kwa agano la Mungu, lakini agano la Mungu halibatilishwi kwa maagano ya kipepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukishashika agano la Mungu utapita gerezani kama alivyokuwa anapita Ibrahimu. Agano lako litauawa. Utatembea huku, agano lako litauawa. Hakuna furaha ya kudumu nje ya agano la Mungu. Hakuna furaha ya kudumu ndani ya ulokole. Furaha ya kudumu ipo ndani ya wokovu katika Yesu Kristo kiagano. Ushindi ambao tumeuona hapa hakika ni wa kiagano. Litambue agano lako na Mungu ili waache kuishi kwa presha, ili waache kuishi kwenye mabano. Litambue agano lako na Mungu, lielewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha mwisho, Esau anauza uzaliwa wake wa kwanza. Mwanzo 25 kuanzia mstari ule wa 30 au 29. Yakobo akapika chakula cha deni. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimwita jina lake Edomu katika hiyo hali ya kuzimia. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Sana 13. Yakobo akamwambia, uniambie kwanza. Naye akamwambia, akamuuzia Yakobo haki ya uzaliwa wake wa kwanza. Sana 14. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha deni, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Narudia hapa, tunaanza kuangalia kipengele cha mwisho, muda ambao Esau anauza haki yake ya mzaliwa wa kwanza, 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 haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba Yesu alitujua toka mwanzo, Mungu alitujua toka mwanzo. Kwa hiyo haki yetu ya uzaliwa wa kwanza, tulishazaliwa kabla tumezaliwa. Haki ya uzaliwa wa kwanza katika Yesu haimpati mtoto kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza, inaanza kumpata mtu ambaye amempata Yesu. Kila aliyempata Yesu, hata kama tupo mamilioni duniani, wewe uliyempata Yesu ni mzaliwa wa kwanza, sio unayemtaja Yesu. Na maanisha uliyezaliwa katika Yesu, wewe ni mzaliwa wa kwanza. Picha ni hapa. Yesu ametolewa sadaka kwa ulimwengu mzima, ila si kila aliyepo ulimwengu amempokea Yesu. Haya, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Haya, sasa wewe uzaliwa wako wa kwanza, Esau aliuza uzaliwa wake wa kwanza kwa mambo matatu nataka
nataka nikuonyeshe ambapo Biblia inasema. Cha kwanza, ametoka nyikani na uwindoni. Esau amechoka, yupo katika hali ya kufa. Akasema, naomba chakula. Yakobo anamjibu, anamwambia hivi, niapie kwanza au niuzie uzaliwa wako wa kwanza. Esau anajibu, anasema hivi, hakika uzaliwa wa kwanza utanifaa nini? Maana nipo katika kufa. Ngoja niuze tu uzaliwa wa kwanza. Akasema hivi, niapie. Maanake batilisha agano lako na Mungu ambapo ulikuwa umependelewa na uzaliwa wako wa kwanza. Esau akakubali, akapata chakula cha deni. Akawa ameuza uzaliwa wake wa kwanza. Nije kwako, uzaliwa wako wa kwanza unaweza kuuza na kitu gani? Wewe hapo ulipo, watu wengi wameuza uzaliwa wao wa kwanza katika Yesu. Jambo la kwanza, unaweza kuuza agano lako na Mungu takatifu lenye majibu ya ulimwengu kwa mambo madogo. Moja, unaweza kuuza uzaliwa wako wa kwanza kwa kuogopa utaonekanaje, yaani kwa kupenda sifa. Ukauza uzaliwa wako wa kwanza. Narudia tena, ukimpokea Yesu wewe ni mzaliwa wa kwanza. Ndio maana Biblia inasema kwamba sisi tumekuwa wazaliwa wa kwanza. Hapa ulipo wewe ni mzaliwa wa kwanza. Kinachosababisha uuze uzaliwa wako wa kwanza umekuja na nini? Yesu alimwaga damu ya thamani kama ondoleo la dhambi. Maana yake damu ni agano. Kama alimwaga damu kama agano, kila anayempokea Yesu na kusafishwa kwa damu yake ameshakaa kwenye agano. Kama amekaa kwenye agano, akishaanza kusaliti agano, akianza kusaliti uzaliwa wake, amealiwa agano. Nguvu ya agano maisha ya mtu ndio somo letu. Sasa kama nguvu ya agano kwenye maisha ya mtu, tunataka agano lisilobatilika. Kutoka sura ya 6 utaona namna ambavyo agano lilikuwa libatilishi. Wale watu walikuwa wanaenda kule mlimani, hata kumsogelea Mungu ilikuwa ni shida, ilikuwa haiwezekani. Walikuwa wanapewa tu maagizo. Kulikuwa kuna mng'ao unaotisha, wakawa wanaogopa. Usiendelee kucheza gwaride, kufanya vitu nje ya agano. Muda unaenda. Ndio maana Ibrahim kilichomsaidia ni kuzingatia agano lake na Mungu. Alijua kwamba Mungu anatimiza maagano. Sio swala la kupewa mambo yanayokutia moyo, ni swala la kuangalia yanayokutia moyo yapo ndani ya agano. Sio swala la kupewa vitu vinavyokusaidia, ni swala la kuangalia hivyo vitu vinavyopewa vya kusaidia vipo kwenye agano. Mtu akikwambia kwenye kabila letu hiki ni mwiko kukila, kwenye kabila la watu wengine sio mwiko na hawafi na wanaishi. Ndivyo ilivyo katika Yesu Kristo. Kwa mlokole mwingine hicho kitu sio mwiko, ila kwako ni mwiko, agano. Hakuna maisha ya Yesu yenye matokeo na ulinzi nje na agano. Hayapo duniani kote. Bwana Yesu asifiwe. Akauza uzaliwa wake wa kwanza. Uzaliwa wake wa kwanza umeuzwa na nini? Akasema nipo katika kufa. Lakini Ibrahim alipokuwa katika matatizo na dhiki na taabu, Rebeka alipokuwa katika shida na dhiki na taabu, Isaka alipokuwa katika shida na dhiki na taabu, hakukubali kuuza agano lake na Mungu. Alilishikilia agano likamponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mwenzetu akushikilia agano, alikufa. Alikula, mwili ukauishwa ndani ya kafu. Tuna watu wamejaa duniani, mabarabarani, njiani, masokoni, wanamtaja Yesu. Na wengine wamevaa t-shirt zimeandikwa Yesu anaweza mambo yote. Lakini kiufupi wameshauza uzaliwa wao wa kwanza kwa Yakobo. Hapa mwanzo tunaona Biblia inasema ya kwamba Esau alikuwa wa kwanza anatoka. Yakobo akamshika nini? Kisigino. Ilikuwa ni dalili tosha kwamba huyu Esau na Yakobo kuna mashindano. Kwenye maisha ambayo tunaishi, ulimwengu tunaoishi, katika ulimwengu wa roho kuna mashindano. Kinachotafutwa sio wewe, ni uzaliwa wako wa kwanza katika Yesu. Kwa sababu wewe ukiondokewa na Yesu,
sio wewe tena, sio mtu.